Habari zenu? Nzuri bwana mchungaji. Poleni sana, mnaonekana hampo sawa kabisa. Ni kweli bwana mchungaji, kiafya tupo sawa, lakini kwa upande mwingine hatupo sawa kabisa. Naelewa kabisa, kwa sababu picha inazungumza kuliko mdomo. Kwa nikitazama sura zenu naona kabisa kwamba hamko sawa. Lakini niwaambie kitu kimoja, hebu tazama Bwana Yesu Kristo jinsi ambavyo aliteswa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu sisi wanadamu. Yaani hiyo ni ishara tosha kwamba tunatakiwa kuwa wavumilivu na kujitoa katika maisha yetu. Tatizo lenu litakwisha. Matatizo mengi sana katika maisha yetu ya binadamu. Kwa sababu gani? Mengine kutokana na nguvu za giza, tabia binafsi za watu na vitu vingi chungu mzima ambavyo vinakuwa vinatuzonga sisi katika maisha yetu sisi kupitia uchawi. Lakini kitazama kabisa Mwenyezi Mungu yuko juu wenu. Tatizo lenu litakwisha. Bwana Yesu ataliponya kwa damu yake takatifu. Amina bwana mchungaji. Mwende salama. Asante bwana. Yaani watu wengine wanakusimamisha wanakuhoji maswali. Basi hapa angetoa hata msaada wa hela. Shikeni hela tasukuma siku 2-3. Mtu anakuja, "Bwana Yesu msima. Neno lake ni neema. Sijui likitolewa Bwana sijui anasimamia." Sasa sisi anatusu nini ya mama? Sasa dada, kauli gani hizo za kuongea? Siku zote katika maisha yako usimdharau mtu usiyemjua, yaani pale unapokutana naye. Uponyaji utakaokuja kuupata ni zaidi ya pesa ambayo ningekupatia sasa hivi. Mioyo yenu mtumainie Bwana kwa sababu yeye ndo njia ya uzima. Wewe hapo shombo zako zoko unaongea. Bwana shombo wapi? Mchungaji mchawi yule. Kwa mtu gani kashaondoka yeye katusikia saa ngapi? Bado naendelea kuongea. Tondoke bana. Tondoke kwa shemeji. We! Anatupokeaje? Wewe twende, shemeji anakupenda yule. Tondoke bana. Macho. Unaniamini? Ndio, nakuamini. Kweli? Ndio. Basi unapokuwa karibu yangu unakuwa salama muda wote. Una rangi nzuri. Una sura nzuri. Una tabia nzuri pia. Kwa hiyo nina kila sababu ya kukupenda. Kwa hiyo ulikuwa unanitania? Ndio. Watu wanaopendana huwa wanataniana. Karibu mwanangu. Asante sana. Nimechoka. Kuna kuku ndani huko? Nilikupa penzi kama kinga yako, ukanifanya silaha ya tamaa zako. Shemeji, dada amefukuzwa nyumbani na mama kwa ajili ya uchawi ule mshenzi. Nakuomba shemeji yangu, hata kama utaka kumrudia, naomba msaidie kumpa hifadhi. Nimekusamehe. Ilikuwa sio rahisi kuharibu malengo yetu. Ilikuwa tu swala la muda. Karibu kwako. Yale tuliyapoteza leo nayaita yarudi.
wakati nipo mbali nawe. Hivi Makame, unajisikiaje kumfukuzisha dadangu? Utakuja kuwa na maisha magumu. Malipo ni hapa hapa duniani. Ndio kwanza unalijua leo ile sio? Na wewe utaondoka hapa. Ushafahamu? Sasa kwa nini ukarudi? Kwa nini eti? Hapa utaondoka kama alivyoondoka huyo mdogo wanu Naira tu. Sijui kakimbilia akaenda kupotelea wapi. Ushafahamu? Hapa sio kwako. Wewe mwenyewe kama mimi tu. Utaondoka. Kama hujajua Makame, mimi ndio itakuwa chanzo cha kukufukuza huko ndani. Na utarudisha kila kitu ambacho umekichukua kutoka kwa mama yangu. Ngoja tu. Machozi yalinikaa nilipokuchagua. Kati yangu mimi na wewe mdomo kama jogoo, nani ataondoka? Ngoja tuone. Kama mwanamke unaongea sana. Fanya basi. Sio nataka niondoke mimi. Fanya niondoke. Wewe vipi? Mbona unanizuia njiani? Najua unanichukia kwa sababu nilishiriki katika ujinga uliojitokeza. Hivyo una akili timamu kweli? Msaada gani ambao unahitaji kutoka kwangu? Sijamaanisha unisaidie, ila ninayo njia ya kumsaidia mama wako na kukutoka kabisa na ule uchawi aliopandikizwa, na wewe pia urudishe maisha yako. Unamaanisha nini? Kuna mchungaji ambaye anaweza akamwombea mama yako akarudi kabisa kwenye hali yake. Yule ana uwezo mkubwa sana. Ana uwezo wa kusikia hata kama yuko mbali. Hata kauli gani hizo za kuongea? Siku zote katika maisha yako usimdharau mtu usiyemjua, yani pale unapokutana naye. Uponyaji utakaokuja kuupata ni zaidi ya pesa ambayo ningekupatia sasa hivi. Mioyo yenu mtumainie Bwana, kwa sababu yeye ndio njia ya uzima. Wewe hapo shombo zako zokuwa unaongea. Bwana shombo wapi? Mchungaji mchawi yule. Kwa mtu gani kashaondoka yeye katusikia saa ngapi? Bado unaendelea kuongea. Tondoke bana. Na ana uwezo wa kutoa uchawi wote aliopandikizwa mama yako. Alikuwa amesafiri, hivyo karudi jana. Namfahamu. Nishawahi kukutana naye. Vipi, unajua anapoishi? Ndiyo, napajua. Poleni sana, lakini msijali binti, mama yako atapata uponyaji wa kishindo. Hebu angalia, Mwenyezi Mungu wakati anafanya uumbaji aliamua kumuumba mwanadamu kwa mfano wake. Yaani hiyo tafsiri yake ni kwamba mwanadamu ana thamani kubwa sana kwa Mungu. Chochote kile ambacho ukikihitaji kwa imani anakutendea miujiza. Kwa hiyo hatupaswa kwamba tukiri na tuamini kuwa Bwana Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na hakuna ambaye atauona uzima wa milele pasipokuwa yeye. Yeye ni njia. Ukimfuata yeye utauona ufalme wa mbingu. Ni muda wa kukiri na kukubali kuwa Bwana Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo usijali, mama yako atapata uponyaji. Uchawi, vifungo, mambo yote mabaya ambayo yanamzunguka mama yako ataponya leo. Tutamponya leo. Tutavunja kila kitu. Sawa. Hivi unavyodhani mchungaji tunawezaje kufika pale? Na je, unavyoisiwa atakubali kuombea? Yaani popote napotia miguu yangu, majini, mizimu, vinyamkela, vibwengu, vyote vinasimama na vinaamini kuwa kwamba yupo mtumishi wa Bwana yuko mahali hapa. Kwa hiyo kila kitu kinaenda kuwa sawa muda sio mrefu. Mama yako anakwenda kupata uponyaji. Tunamaliza kila kitu, tunavunja kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe ni nabii? Ni mteule wa kumtumikia Bwana.
Diana, nashukuru sana mpaka hapa tulipofikia. Sina budi ya kusema asante. Na imani Mwenyezi Mungu atatenda katika hili. Marabuku! Mchungaji, saa marabuku ndo nini? Nimenena kwa lugha hauwezi kuelewa. Maana yake kila kitu wakati wowote, saa yoyote, majira yoyote yale, Mungu anatenda. Okay. Marabuku! Hapo tunatikiaje? Hamna kuitikia. In the name of Jesus and the Holy Spirit. Tunavunja leo wimbo mzuri wa Bwana. Tazama nchi inavyopendeza, majira yetu haya yangekuwaje sasa? Jomwa ijenyera lemeukomesha. Haleluya! Na tukaenda sasa. Nililia gizani. Mboga zipo kwenye friji na nyinyi wavivu wa kupika. Nifanye nini mimi? Kula kunachosha. Nakula pia kunachosha. Mboga zipo nyinyi. Tulia! Stop!